Haleluya, mtu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu asifiwe. Nataka niongee kidogo kwa habari ya mwamba huyu hapa unayemwona hapa nyuma, anaitwa Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Huyu mwamba ni Muislamu, lakini ninampenda sana. Huyu mwamba ni Muislamu, lakini ninampenda sana. Baada ya kuongea hivi, najua kuna watu watajitokeza, watasema dini yetu ya Kiislamu ndo dini ya haki, ndo dini sahihi. Kama ingekuwa dini sahihi, wewe usingekuwa na lilori baya kama ulilonalo wewe. Kama ingekuwa ni dini sahihi, wewe usingekuwa muuaji kama ulivyo. Usingekuwa unafurahia umwagaji wa damu. Usingekuwa mwovu kiasi hicho. Ni muovu kwa sababu wewe hujui dini na kutaka ufanye nini, ila umekalia tu kujivuna na kujisifia kwamba dini yetu ni ya haki, dini yetu iko sahihi, dini yetu. Hata ujui usahihi wa dini uko kwenye maeneo gani. Usahihi wa dini sio kwenda kukaa kwenye mwamvuli kujiita mimi ni Muislamu, mimi ni Mkristo. Sio usahihi wa dini kujisifia kwamba mimi ni Mkristo. Usahihi wa dini na watu watamwabudu Mungu wako unayemwabudu ni yale utakayokuwa ukiyatenda, utakavyokuwa na huruma juu ya utu, juu ya watu, utakavyokuwa ukitafuta, ukipambana watu waishi salama. Nilikusomea huko nyuma wakati napinga udini katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Maandiko yanasema kwamba dini iliyo safi ni hii: kwenda kuyatazama yatima, wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Manake dini iliyo sahihi ni huruma juu ya mtu mwingine. Unamuona mtu mwingine kama wewe, si unajiona wewe ni bora kuliko mtu mwingine, afu unasema wewe ndio una dini safi, una dini nzuri. Dini hiyo ina maana gani ikiwa wewe una kiroho kibaya, una huruma juu ya watu wengine? Watu wengine wanakufa, unaona ni panzi tu, ni sisimizi, wale sio watu. Unasema kwamba una dini. Una dini gani? Dini ndio hiyo Mungu aliyokuwa anaisema hiyo ndio dini Mungu aliyoagiza hiyo sio dini Mungu aliyoagiza. Dini aliyoagiza Mungu ni kuwa na huruma juu ya watu wengine. Tukifa hatuhukumiwi sawasawa na dini yetu, tunahukumiwa sawasawa na matendo yetu tuliyotenda tukiwa duniani, tukiwa hai, tukiwa na afya. Kwa tukifa mbele za Mungu tunakwenda kuhukumiwa sawasawa na matendo yetu, sio sawasawa na dini yetu, sio sawasawa na mapokeo ya dini yetu, sawasawa na matendo yetu. Pale haitawekwa dini, yatawekwa matendo mbele yako. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 13 anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Sio kwa kuwa dini yao inafuatana nao, hapana, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa hiyo wewe unayekufa katika Bwana, katika Mungu, tunavyozungumzia katika Bwana, unayekufa katika matendo mema, wanasema una heri sana, kwa sababu matendo yanakuwa yamekutangulia mbele za Bwana. Sio dini inakuwa imekutangulia mbele za Bwana. Dini iliwekwa kwa ajili ya kuhamasishana na kukumbushana kufanya yale ambayo Mungu anataka tufanye. Lakini dini ikiwa inakuhamasisha kuleta ubaguzi, ikiwa inakuhamasisha kuwa katili, kuwachukia watu fulani na kuwapenda watu fulani, au kuwapenda watu wa upande wako au upande mwingine sio watu, wakati yule ni mtu kama wewe hujui dini maana yake ni nini, umeshika tu, umefuata tu mkumbo. Huyu mwamba ninampenda. Yeye haangalii dini, anaangalia mtu yoyote aliye katika nchi yake,
anufaike na rasilimali za nchi yake. Mtu yoyote aliyeko katika nchi yake, haijalishi ni dini gani, asiwe anapitia maumivu, ajisikie vizuri, ajipongeze kuwepo katika nchi yake, kuishi katika nchi yake. Hicho ndicho Ibrahim Traore mimi nimempenda. Ni Muislamu lakini nampenda kuliko hata Wakristo wengine wanaojiita ni Wakristo. Na sizungumzii dini ninachokiongea hapa, kwa sababu nataka nipasue vichwa vya watu fulani wajinga ambao wamekaa kwenye dini ili hali ana kiroho kibaya, ili hali ana liroli gumu la jiwe, hana huruma juu ya utu na ubinadamu. Sasa nataka nivunje hiyo. Dini yako haitakufaidi kitu ikiwa wewe una kiroho kibaya. Utakufa ukiisifia dini yako. Dini yetu ndo sahihi, ndo ya kweli. Ukwe ni malaya, ukwe ni liuaji, limwagaji la damu, una liroli baya, unapenda unanufaika wewe tu, ila wengine unaona wewe ndo una thamani kuliko mtu mwingine. Huyu mwamba hapa, yeye anaona thamani yake ni watu wake kuendelea vizuri, watu wake kuishi vizuri, watu wa taifa lake wajisikie vizuri, wanufaike na rasilimali zote. Huyo ndo mwanaume. Tunachokiangalia ni ile roho ya Mungu inayokuwa ndani ya mtu, sio roho ya dini. Wewe shika roho yako ya dini yako, lakini sisi tunashika roho ya Mungu iliyo ndani ya mtu mwenyewe binafsi. Kwa sababu ni Waislamu wangapi wana miroho mibaya? Ni wauaji, ni makatili. Ni Wakristo wangapi wana miroho mibaya? Ni wauaji, ni makatili, haina huruma juu ya utu na ubinadamu. Sisi hatuwezi tukaa tumeishika dini ili hali watu wanalia, wana maumivu. Hiyo dini ina maana gani? Mungu mwenyewe hataki mtu yoyote aangamie, hata awe muovu. Anatamani badilike, aache njia yake ya uovu, kwa sababu njia ya uovu hiyo ndo ina kifo, ina maangamivu, ina maumivu, ina majuto. Anatamani huyo mtu ageuke, aanze kutenda mema, aanze kuishi vizuri. Huyo ndo Mungu huyo. Sasa umeshika dini, mimi Mkristo, mimi Muislamu, dini yetu ya Kikristo ndo dini sahihi. Nyie mmepotea, mmepotea, watoto wa mama mdogo mmepotea. Dini yetu sisi ya Kiislamu ndo dini sahihi, nyie ni makafiri nyie. Yaani mmekalia ujinga mtupu, yaani mmekalia upumbavu ambao hauna maana. Mnabishana tu dini ili hali mna miroho mibaya, hamna hata huruma, hamna hata chembe ya huruma ndani yenu. Hiyo ndo dini Mungu aliyokuwa anaitaka hiyo. Ndo maana huyu mwamba mimi namkubali. Roho ya huruma ya kuwaunganisha watu wake na jitihada za kutaka kuiunganisha Afrika, tuwe na umoja, tupendane, tuonane ni wa thamani. Kila mtu unafurahia unavyomuona mwingine anaendelea vizuri, ananufaika na rasilimali zilizoko katika nchi yake. Unafurahia, si unachukia. Unapoona mtu mwingine ananufaika na rasilimali, eti unachukia nini? Unachotakiwa ukifanye kama kiongozi, tengeneza mazingira mazuri ya watu kuishi, wajali watu, waone watu wengine hata wa hali ya chini kuwa ni bora kama wewe. Lakini ukiwa unajiona wewe ndio bora, wewe ndio unastahili kuishi, wewe ndio unastahili kunufaika peke yako na rasilimali za nchi, afu unajiita una dini gani wewe? Wewe si shetani tu kama mashetani wengine. Wewe nadhani sisi tunaangalia dini hapa? Tunaangalia mtu ambaye anajali utu wa mtu, anaona thamani ya mtu ni kubwa kuliko chochote, analinda kwa hali na mali maisha ya kila mtu yawe salama. Huyo mtu anapendwa na mtu yoyote, anaweza kapendwa na dini zote. Ndio maana nimekutolea mfano wa mtu huyu, sio dini yangu, huyu ni Muislamu. Ibrahim Traore ni Muislamu, lakini
lakini moyo alionao mimi nampenda sana sana, na ninamwombea kwa Mungu kwamba endelee kutenda hivyo hivyo, thawabu yake ipo. Kwa hiyo na appreciate sana maamuzi ya huyu jamaa na kazi anayoifanya huyu mtu. Nampa saluti sana Ibrahim Traore. Mungu akubariki na akutunze sana. Kazi uliyoifanya, jitihada ulizo nazo, tunakuombea sana.